Sasa mtu mmoja Mungu amemkusudia nini? Mungu amemkusudia nini? Jambo la kwanza tunaona pale pale kwenye sura ya ngapi? Ya 5, Mwanzo 5. Hebu soma pale tuone kilichokusudiwa. Mwanzo sura ya 5. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke alimuumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adam siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akazaa wana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 108, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Unaona sasa, anatajwa Adamu, atajwa mwanamke wala mwanaume. Ndio maana akasema Adamu akafa, Eva alifariki. Ukisha taja Adamu akafa, umetaja Adamu na Hawa, umetaja mke na mtume, umetaja mke na mume, kwa sababu aliwaita jina lao Adam. Oh, wow. Kwa unaposema Adamu akafa, maana yake umejumlisha mke na mume. Na ndio maana baada ya hapo hatuoni tena kizazi cha Adamu kikitajwa. Wametuambia Eva aliendelea hivi na hivi, alizaa na nani? Kwa hiyo hapo tunapata nini kwenye sura ya 5? Kuna kusudi gani hilo? Tunaona cha kwanza, kwa sababu ya mtu mmoja vizazi vinaanza. Tunamwona Habili anapatikana, ndio. Tunamwona Kaini anapatikana, ndio. Tunamwona Seti anapatikana, ndio. Pale mwisho anasema Adamu akazaa watoto wa kike na wa kiume. Hapo ndio tunaanza kuona kusudi la Mungu la mtu mmoja. Hapo ndio somo letu lipo. Alikuwa Adamu, akapatikana mkewe, wote wakawa Adamu, lakini alianza na mtu mmoja. Kupitia Adamu kapatikana Eva, kupitia Eva ambayo ni Kaini wakapatikana Habili, akapatikana Kaini, akapatikana Seti. Lakini mstari wa sura ya 5 unasema Adamu alizaa watoto wa kike na wa kiume. Maana yake ni nini? Kusudi la mtu mmoja ni maongezeko. Kwa hiyo mtu mmoja anaposimama anasababisha kisichokuwepo kiwepo. Mtu mmoja anaposimama anasababisha 1 iende 2, 2 iende 4, 4 iende 8, 8 iende 16. Mtu mmoja. Kwa hiyo maongezeko yako ndani ya mtu, ni plani ya Mungu. Hapa nataka kuongea nini? Nahitimisha kwa kusema kwenye kipengele cha kwanza kwamba kwenye makusudi ya Mungu, Mungu anaanzaga na mtu mmoja. Wow. Kusudi lolote alilonalo Mungu, vision yote alionayo Mungu kwenye ulimwengu, Mungu anaanza na mtu mmoja. Kwenye familia, Mungu anaanza na mtu mmoja. Kwenye nchi, Mungu anaanza na mtu mmoja. Sasa mtu mmoja anapokubali kutumiwa na Mungu, kuna kitu kinatokea ambacho hakikuwepo mwanzo. Ndio maana unaona hapa kupitia Adamu vizazi vinapatikana, maongezeko yanapatikana, lakini ametumika mtu mmoja. Ndio hiyo ndio siri ya kwanza. Kwa hiyo mwanadamu yoyote, mtu yoyote akijiangalia, akijua uumbaji wake, anaanza kuona maongezeko yaliyoko ndani, na hapa ndio siri ipo hapa. Watu hawajui namna ya kutoa maongezeko walio nayo, hawasimamii maongezeko kwa sababu hawajui hii siri. Kweli. Ukijua siri ndio unajua wewe mtu mmoja amekusudia nini. Tazama, Adamu amekusudiwa kupitia yeye Habili apatikane, kupitia yeye Kaini apatikane, kupitia yeye Seti apatikane, kupitia yeye watoto wengine wa kike na wa kiume wapatikane. Hapo ndio kusudi lipo. Wow. Kwa hiyo maongezeko yako ndani ya mtu. Kwa hiyo mtu anatakiwa kujitambua yeye mwenyewe. Ndio maana mwanzo kabisa, hata kabla ya kipindi cha kutendea kazi neno, nilifundisha kujitambua. Nilikuwa namaanisha. Kwa hiyo hii ni ile sehemu unajitambua kusudi la Mungu na wewe kama mtu ni nini. Kwa lugha nyingine ni nini? Mungu aliwaumba watu kuwa wazalishaji, sio walaji. Producers. Kwa lugha nyingine ni nini? Mungu hakuwaumba watu wavivu. Uvivu ni pando lililopatikana katikati ya safari. Narudia, Mungu hakuumba watu wavivu. Mungu hakuwaumba watu walaji. Mungu aliumba watu wazalishaji. Kusudi la Mungu ameumba watu wazalishaji. Ndio maana
Mtu anaweza akawa hana shamba lake, lakini akatumika kuwa kibarua, anazalisha kwenye mashamba ya watu wengine. Maana yake ni kwamba huyo mtu sio maskini, uzalishaji uko ndani yake. Ila tu ameamua kutumia kwa mtu mwingine, kuwa mtumwa, akaamua kutumikia mtu baada ya kutumikia wito na kusudi lake. Kwa hiyo ndiyo tunaenda kuifunua hatua kwa hatua. Sasa najua wasikilizaji wanaweza kaniuliza, sasa inakuwaje hiki kinafanyika? Kwa nini mtu anafanya hiki? Narudisha, natoa siri. Kwa mujibu wa uumbaji, hakuna mtu ambaye hawezi kitu chochote, hayupo. Kwa mujibu wa uumbaji, kwa msingi wa uumbaji. Na mtu akifahamu uumbaji anaweza kufanya chochote kilicho ndani yake. Shida ni kutokujua msingi. Ndio maana unaona kuna mtu amesoma, hana kampuni, lakini anasaidia kuzalisha kwenye kampuni za watu wengine. Uzalishaji anaufanya yeye, ana maarifa hayo. Lakini yule mwenye kampuni yeye alitumia maarifa yake tu, alipata hela, kanunua mashine, alafu wazalishaji ni wengine. Kwa hiyo kila mtu anaweza kufanya, na anajua hili litapata maswali mengi, na mimi niko tayari kwa maswali, maana toka mwanzo wa kipindi sasa tunafunua nini? Siri kabisa. Ndiyo lengo la kipindi toka mwanzo, siri zilizo katika neno. Siri zilizo katika neno. Yes. Sasa kwa hiyo mtu mmoja, na wala si kundi, nataka kuongea nini hapa? Mtu akijitambua hahitaji kuwezeshwa. Kuna watu wanasema mpaka uwezeshwe ndio uweze. Hilo nakukatalia kabisa. Sio lazima uwezeshwe, wewe mwenyewe unaweza. Na nikwambie, hata Mungu hamwezeshi mtu ambaye hajitambui. Ndio hile niliwafunulia kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 7:17. Mungu anawaambia, sasa mimi nimwambia nendeni nje maziwa na asali, alafu nyinyi mnasema wale watu ni wengi. Ina maana shida ni yako. Kwa nini? Ina maana watu hawajui msingi wa uumbaji wao. Mungu anaanza na mtu mmoja. Hili ndo nataka mtu mmoja apate hii siri na asikie ndani yake kama mtu mmoja kuna nini sawasawa na uumbaji. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi. Sasa unaweza ukaniambia ni kitu gani kinasababisha hayo yote mpaka watu hawawezi? Mhubiri 7:29 inasema, tazama hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini waibuni mavumbuzi mengi. Shida ndio iko hapo. Nitakuja hapa kwenye kauli nyingi zimekuwa hapa sasa zikipita nyingi kwamba hata watu tunatoka kulalamika kwamba hata hatujawezeshwa. Wanawake wasipowezeshwa hawawezi, wakiwezeshwa wanaweza. Na nyimbo zinatoka, tunakosea sana hapa. Mavumbuzi, nikwambie mambo hapo ni haya mawili. Aliyeanzisha slogan ya kuwezesha alikuwa anapanda kwako, kuna kitu anakitaka. Nilifundisha mwanzo. Kuna mtu analeta neno ili apande, na nilisema usipopanda utapandiwa. Yes. Kwa hiyo anaposema wanawake wawezeshwe, sikiliza, yule anakutengenezea pando ambalo utakaa uweze mpaka ile pando ling'olewe. Ni pando. Sasa unaniambia ina maana watu wasiwezeshwe? Hatuzungumzi kuwezeshwa, tuzungumzie kushirikiana. Mungu anaruhusu ushirika. Nataka kuongea nini hapa? Nisikilize vizuri sana, na watazamaji wote naomba mnisikilize. Usipojua kutumia ulicho nacho, hata ukipewa usichokuwa nacho huwezi kuzalisha. Nzito sana hii. Narudia. Usipojua kutumia ulicho nacho, hata ukapewa usicho nacho huwezi kuzalisha. Na kile ulichopewa kabisa. Hii ina maana gani? Nenda kaangalia. Mtu aliye na imani na mtu anayejitambua ana uwezo wa kuanzisha kitu kisichokuwepo na uwezesho ukaja kile kitu kikafanikiwa. Mtu mwenye imani na mtu anayejitambua anaweza kuanza biashara bila mtaji na mtaji ukamfuata. Lakini mtu asiye na imani na wala hajitambui, ukimpa mtaji bila imani na ule mtaji utakufa. Shini ndio iko hapa. Mtu mwenye imani na kujitambua
anaanzisha kisichokuwepo, biashara na msingi unamfuata. Narudia hilo neno, ni zito sana. Anaanza biashara, anaanza kazi bila mtaji, alafu mtaji unamfuata. Lakini mtu asiye na imani wala jitambui anawezeshwa mtaji na hana imani wala kujitambua, hakuna atakachozalisha na ule mtaji utapotea. Kwa hiyo chanzo ni hapa. Ndio maana unaona Mhubiri nasema ya kwamba Mungu alimuumba mtu mkamilifu, mnyofu kabisa, mnyofu. Sasa kama ni Mungu alikufanya mnyofu, unahitaji nani akukamilisha tena? Rudi kwenye neno. Hakika. Ndio maana mimi kama kuhani siwapi watu elimu, na wapa watu maarifa na ufahamu unaotokana na neno. Elimu zinatokana na utafiti, maarifa na ufahamu vinatokana na neno la Mungu, msingi ambao ni Roho. Sasa ni kitu gani kimemuondoa? Mavumbuzi ambayo ni nini? Mapando. Kuna watu wamepandiwa vitu vingi kwenye ukoo, kuna watu wamepandiwa vitu vingi kijiweni, kuna watu wamepandiwa vitu vingi saluni, kuna watu wamepandiwa vitu vingi kwenye dini. Mavumbuzi. Ndio maana hata ukiangalia kwenye uumbaji, Mungu akamuumba yule mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza, maana aendeleze kupanda mbegu na miche. Alipo mtu yuko Mungu. Ndio maana unaposoma pia kitabu cha Luka, kitabu cha Luka, nafikiri Luka 9, soma Luka 9 tuone hapo. Luka 9 kuanzia mstari wa kwanza nasema, akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Unaona, Yesu anawaita wanafunzi, yani wanadamu, anawapa uwezo wake. Kwa hiyo pale watu wanapoenda, uwezo wa Mungu upo. Nenda sura ya 10 tena mstari wa kwanza. Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza nasema, nasemaje? Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Alipokusudia kwenda yeye mwenyewe. Ndiyo msingi. Nazungumza bado niko kwenye uumbaji. Yes. Anapotakiwa kwenda yeye aende mtu. Maana kila ambacho angefanya Mungu afanye mtu. Wow. Ndiyo kusudi la uumbaji. Maana uwezo uko ndani yao, wa Mungu. Mamlaka iko ndani yao, ya nani? Ya Mungu. Pale walipo Mungu yupo. Kwa hiyo siku mtu akielewa kwamba nilivyo navyo ndani ni vya Mungu, mamlaka ndio nayo ni ya Mungu, na Mungu anataka kunitumia, ametoboa. Wow, amen. Shida iliyoko ni nini? Watu wanafikiri kwamba hawawezi kutumiwa na Mungu mpaka wawekwe na watu. Hilo ni kosa kubwa sana. Nilifundisha toka zamani, ukiwa tayari kutumiwa na Mungu, Mungu atawaagiza watu wakuwekwe na kutakiwa kuwa. Mungu anawaagiza. Mungu anafanyaje? Anawaagiza. Ndio maana unaposoma kitabu cha Hesabu, nafikiri Hesabu 14:28, wakati Mungu anapotaka kumtumia Haruni, Mungu alimwambia Musa, niletee Haruni na wanaye. Mungu anamwambia Musa, niletee Haruni na wanaye. Umeipata? Yeah. Aya, isome watazamaji wetu wasikie, ili huu uumbaji hapa tuone, ili tuthibitishe kwamba Mungu amekufanya kwa lengo la kutumia, sio utumiwe na watu, utumiwe na Mungu. Kama unasaidia watu, ujue unawasaidia kama Mungu alivyokusudia wewe msaada kwa watu wengine. Kutoka 24 mstari wa kwanza nasema, nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanawe pamoja naye, miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Tunaanza kuona anayemweka kwenye ukuhani ni nani? Ni Mungu. Lakini anamtumia nani? Musa. Kwa hiyo ukuhani sio wa Musa, ni wa Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, niletee kuhani Haruni pamoja na wanitumikie mimi. Ile kazi pale sio ya Musa, ni ya Mungu. Kutana na kuhani James Nyasika. James Nyasika ni kwenye kipindi cha Ephata Shalom Gloria kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.